Tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu atupe baraka nyingi ndani ya mwezi huu wa Rajab na atujalie baraka nyingi katika Shaaban na atujalie tuingie ndani ya Ramadhani tukiwa tumebarikiwa. Allahumma amin. Ndugu zangu, mezani katika hutuba zetu ambazo tumekuwa nazo mfululizo, kumekuwa na tatizo ambalo linashindikana kulirekebisha haraka, nalo ni tatizo la kukatakata unwani au maudhu. Mada zinakatika. Tukianza mada, tukirudi mara ya pili, tukiipa nafasi ya tatu, linatokea jambo lingine zito kubwa, imma la ndani ya Uislamu ama kwenye jamii ama kwenye nchi ama duniani. Sasa kama mimbari miongoni mwa kazi zake ni kudili na mambo hayo, kwa hiyo tunaweka pending baadhi ya hutuba na tunaweka mezani kilichopo siku hiyo ama wiki hiyo ama kwenye nchi ama kwenye dunia. Mtakumbuka tuna mada yetu ambayo tumeitangaza sana na mmeifuatilia vizuri, nayo ni hutuba ikizungumzia umri wa binadamu. Je, kuna juhudi zozote anaweza kuzifanya mtu akaongeza umri wake, au kuna mambo ambayo mtu akiyafanya yanaweza yakapunguza umri wake? Wa hadha wajadnahu fi sunnati al-maknun wa fi ayati al-Qur'aniyya. Na haya hatukuyavamia tu, bal tumeyachimba ndani ya Qur'ani yenyewe na kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwa ufahamu wa wasomi mbalimbali. Na hii Qur'ani hatuwezi tukalazimisha mtu mmoja alivyoelewa na sisi wengine tuelewe hivyo hivyo. Hapana. Qur'ani, Mungu hajatuambia tusome Qur'ani. Hakuna aya inatuambia tusome Qur'ani. Aya zote zinatuambia tuichunguze na kuizingatia Qur'ani, kila mtu kwa muda wake, sio kuisoma. Kusoma mtu yote anaweza kusoma. Mungu anasema afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Unaona aya imekuja bwana, inazungumzia watu waichunguze, wafanye tafiti, waizingatie, wafuatishe neno baada. Na kwa nini neno hili liko hapa? Kwa nini Mungu alimaanisha nini hapa? Kwa nini zama hizi hapa inakuwaje? Kwa zama zile hapa ilikuwaje? Kwa sababu inaweza ikawa kwa zama zile ilieleweka hivyo na kwa zama hizi inaeleweka hivi. Aya hiyo moja. Lakini Mungu asema kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitabu hichi hakikushuka tu kusoma kwa mashairi, la wa alfu la. Kimeletwa watu wajifunze, watu wachimbue mambo, watu wagundue vitu, watu waone mambo ya uwepo wa Mungu kwa jicho la tatu na la nne, sio kuamini kibubusa tu, kwa kukariri, kwa kuambiwa. Hapana, tadabbar, zingatia mwenyewe, fuatilia mwenyewe, chimba mwenyewe, chunguza, pekua. Kwa hiyo mimi na haki ya kuichambua Qur'ani kama mimi, sio nimsubiri mfasiri fulani wa miaka 400 500 iliyopita anifafanulie mambo ambayo mimi nayaishi sasa. Hiyo Qur'ani min ladun Adam ila an yartha Allahu al-ardu wa man 'alayha, arda wa man 'alayha, ni kwa watu waliokuwepo kwanza kwa Adam na nyuma na watu wote waliofuatia, na mpaka hata mtu wa mwisho duniani anatakiwa na yeye aisome Qur'ani imfae kwa wakati wake. Kwa hiyo kila mtu ana haki. Kwa hivyo sisi katika mimbari yetu tumekuwa na tabia ya kuchokoza mada na kuchokonoa mada, na mada iliyokuwa mezani ilikuwa ikizungumzia umri, ambayo watu tumeaminishwa vingine na Qur'ani inazungumza vingine. Qur'ani inazungumzia umri ya aina mbili, watu tumekaririshwa umri ya aina moja. Hadithi inasema umri unaongezeka,
watu nasema kila mtu ana umri wake, haubadiliki, hauongezeki. Qur'ani inatuambia unaongezeka, wama yu'ammar min mu'ammar wala yunqas min umrihi illa ala Allah yasir au illa fi kitabin mubin am kama qala tabaraka ismuhu al-majid wa samihuni ya jamaa in kuntu qad khata'at. Lakini aya inazungumzia umri unaweza ukaongezeka ama ukapungua, na hilo tuliliongea. Naomba nisiende huko kwa sababu na mada nataka niseme. Sasa mezani leo naomba jamaa samihuni ya turak saakunu muntakil min hina hunaka ila hunalika. Lesh nafsafid leo, naomba jamani, kwa sababu leo ni tarehe 21 ya mwezi wa Rajab, naomba tutoe taaliq au tutoe comment, tutoe komenti zetu kwenye historia nzito ya tukio kubwa la Isra wal Mi'raj am al-Isra wal Uruj, tukio na kisa maarufu fi London wal Qahira. Mwakijua uzuri, tena mnaweza mkajua vizuri kuliko hata mimi. Lakini kwa nini tunarudia? Mtu anaweza kusema Sheikh, mbona mwaka jana alisema, mbona kuna Sheikh Mladi nilimsikia kwenye msikiti fulani waliweka makongamano, kwenye television yanazungumzwa, wapi yanasemwa. Kwa nini tena Sheikh anaturudisha huko? Sheikh, wewe ndio uliosikia na wewe ndio uliofuatilia huko. Msikitini kuna watu wengi zaidi ya wewe, kuna watoto wadogo wanachipukia kwenye dini, mambo haya hawajasikia kama ulivyosikia wewe. Kuna watu wanasilimu wamo msikitini humu, wanataka wayajue mambo haya Sheikh. Kuna wakati wewe unasikia, watu hawakuwepo wakati unasikia wewe, watu wanatakiwa wayajue mambo haya. Lakini sasa hivi kuna habari za kupigwa vita hichi kisa hichi cha Isra wal Mi'raj. Kuna watu wanatafuta kukififiza, yani kukidhoofisha, kukidogesha, kukifanya khuyalat, yani ukdhuba, ustura, udhuka. Yani kuna watu wanatafuta namna ya kukifanya kama ni kisa ambacho ghaira maaqul, yani ni kisa ambacho kama akili haikubali vile, kwa hiyo kipuuzwe, kiachwe. Yani kama ustura, yani asatirul awwalin, yani kama porojo tu ambazo hazieleweki, ni kama vichekesho, ni kama yani ukudhuba, ni uongo hasa, ni uongo, watu wanasema hivyo. Kwa hiyo tusiposema, mawe yatasema. Tusiposema, uongo ukirudiwa mara nyingi tena kiufundi, huweza ukamwaminisha mtu jambo la kweli la uongo, na la uongo ndio la kweli. Kwa hiyo tukiacha loophole, tukaacha mwanya huu, watu wakawa wanazungumza kile kisa, mbona haikubali science, haikubali si nini, unajua mambo nini, mbona hayakuonekana kama ilikuwa ni kisa, kwa nini kilifanyika usiku kisirisiri? Mtu akajenga vihoja vyake, na kama kuna vihoja na kuna hoja na vioja, hivi inakuwa ni vioja. Lazima tufikie hatua tu na muda ambao tuna brain wash, tunarudisha kuosha akili zetu kwenye mambo haya. Kwa hiyo leo, ndugu zangu, naomba mvumilie, tupitie kidogo sana mukhtasaran cha kisa al-Isra wal Uruj wal Mi'raj. Uzuri wa kisa hichi bana, sio kwamba mimi nataka nilazimishe ukisema, hapana. Kisa hichi ni sehemu ya imani, shi'ita am abait, utake ndio hivyo, na usipotaka ni sehemu ya imani. Lakini msemaji wa maneno haya sio mimi, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiyo amesema. Kwa hiyo kisa kinapata uhalali na ukweli na uzito pale kinapoanza kuzungumzwa, kwa sababu msemaji ni Mungu, na sisi wote tunaamini kwamba Qur'ani Mungu amesema, dhalikal kitab la raiba fihi, la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kila mtu Muislamu anaamini hivyo, kwamba Qur'ani haina mashaka, haina kusema ngoja unajua hapa labda itakiwa, haina.
Lakini kitabu kingine chochote, ruhusa kutia mashaka. Chochote unachokiona wewe, ruhusa Sheikh, tia mashaka yako. Bukhari na Muslim, tia mashaka, hamna tatizo. Si ametunga binadamu? Sijui Sunan Tirmidhi, tia mashaka. Sijui hadithi al-Qudsi, tia mashaka. Hatuna ugomvi na wewe kwa sababu wameshiriki binadamu kufanya mambo hayo. Binadamu ana mapungufu. Lakini Qur'an, kwanza hata ilivyotengenezwa unaweza kushangaa sana. Sura ya kwanza kupangwa ndani ya Qur'ani sio ya kwanza kushuka. Yaani kuonyesha kwamba haya sasa sio mambo ya binadamu. Kibinadamu itakiwa ile sura ya kwanza kushuka ndio hiyo ya kwanza kwenye mpangilio wa Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, iqra ndio itakiwa ya kwanza. Lakini imekuja suratul Hamd au suratul Fatiha ambayo ni sura ya 5 kushuka, ndio imekuwa ya kwanza. Sura ya pili kushuka ni sura ya 80 kushuka. Ni sura za Madina hizo. Sura za Madina zimeshuka mbali kabisa, sio ya Maka. Kwa hiyo utaona jinsi ya mpangilio tu unaanza kimungu. Qur'an ukiisoma haina maswali. Uwezo kusema alam nashrah laka sadraka ukaweka swali. Unashangaa kitabu kikubwa lakini hakina zile principles za uandishi. Principles za uandishi, kwenye swali unaweka kiulizo. Sehemu ya mshangao unaweka mshangao. Sehemu sijui ya mambo, mnajua uandishi ulivyo. Sehemu ya space sijui vitu gani unafanya. Qur'ani haiko hivyo. Yani ni kitabu ambacho sio cha kibinadamu. Sababu kama ingekuwa binadamu haya mambo yangezingatiwa, na bila hivyo kingekatwa kama hamna kitabu hapa. Wale watu wa hariri wangesema hapana, rudi tena ukaandike upya. Kwa hiyo ndio maana tunayasema haya mambo yapo ndani ya Qur'an. Kwa hiyo kisa cha Isra kimo ndani ya Qur'ani, kinapata uhalali kuanzia hapa. Sura inayozungumza kisa hichi ni sura inaitwa Bani Israil au suratul Isra. Sura hii kwenye mpangilio wa Qur'ani ni sura ya 18. Ni sura ya 18. Ni sura ya 17. Sura ya 16 surati An-Nahl ni sura ya nyuki. Inazungumzia mambo ya nyuki na aswali na mengineyo. Sura ya 18 ni surati Al-Kahf. Inazungumzia tukio zito kubwa la watu ambao Mungu aliwaua miaka 309 halafu akawafufua, na mengine mengi ambayo ni mazuri ya kujifunza. Yenyewe ipo katikati pale. Sura hii kimpangilio wa Qur'ani ilishuka ni sura ya 53. Lakini kwenye mpangilio hapa imepangwa ya 17. Unaona mambo hayo? Kwenye idadi ya kushuka ni ya 53. Na ilishuka kabla ya surati Yunus na baada ya surati Al-Qasas. Surati Yunus ipo kule ni sura ya 11. Akhalafu hiyo Al-Qasas ni sura iko mbele kabisa huko, ndio imepishana nazo kabla ya Yunus na baada Al-Qasas. Ya tura mabwana, hapa pote naosomesha, nimeona nisomeshe sasa. Maana kisa kinahitaji kusomesha kidogo ili muone kwamba hatukivurugu, hatukiokote kwa sababu tumekosa cha kusema. Hapana, tuna mambo ya kusema yako mengi amyajui. Kisa hichi kimezungumzwa na aya 19 ndani ya Qur'an, kwenye aya 6636 au kwenye riwaya nyingine 66 utakavyoweka mwenyewe. Aya 18, 19, moja kwenye surati Isra ambayo ina aya 111, akhalafu na nyingine kwenye sura ya 53 ambayo ni surati An-Najm aya 18. Jumla zinakuwa aya 19. Ndio sasa jambo ambalo limezungumzwa kwenye kisa cha kwenye aya 19 sio jambo dogo shekhi. Lazima tulipe airtime, lazima tulipe muda, lazima tulipe nafasi ya kuzungumzwa na kulisikiliza, lina mambo. Aya moja imezungumzia kisa kile cha chini, na aya 18 zungumzia kisa cha kutoka duniani kwenda mbinguni, mbingu ya kwanza mpaka ya 7 na mpaka Sidratul Muntaha, mpaka huko zaidi ya Sidratul Muntaha, huko mbali kabisa. Ndio aya zinazungumza hivyo. Sasa haya mambo shekhi ni mambo makubwa, ni mambo ya kiimani. Kisa hichi kuna watu waliritadi. Yaani mtume alipowahadithia hizo habari walikataa, watu wakasema mimi na imani hiyo mimi sitaki tena. Watu walishindwa kuyaelewa, mambo ni makubwa.
Watu waliona kama kuna vitu havieleweki, wakaritadi, wakarudi kwenye ukafiri, wakarudi kwenye dini zao za kimila. Ni kisa ambacho tunatakiwa ukisikilize. Bahati mbaya ukija kukisikiliza kwa mtu ambaye anataka kukuharibia, Sheikh, unaingia chaka. Ndio maana tunakirudia. Kuna watoto wadogo wako shule, watakiwa wakijue kisa hichi. Kuna watu wageni, kuna watu hawajasikia uzuri, kuna watu wamesikia kwa uchache. Kisa hichi ukiacha kwenye Qur'ani kimezungumzwa kwenye hadithi. Hadithi ameipokea Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, ya tura ya marhaba akhwana, akhi alhabib allabib almahbub, ni mtumishi wa mtume miaka 11 ndani ya, yani ni house boy wa mtume. Miaka 11 anamtumikia mtume kila kitu. Maji, kufua nguo, kumpangia chakula, kuongoza naye, kumtuma dukani, kila kitu. Miaka 11 ndiyo amepokea hii historia. Na akiwa na masahaba wengine, akiwemo Buraida sahabiyun jalil, jabalun min aljibal, akiwemo Ubay ibn Ka'b, akiwemo Jabir ibn Abdullah, akiwemo sahabiyun jalil Hudhaifa ibn al-Yaman, katim sirra an-nabi. Huyu Hudhaifa ibn al-Yaman ndiyo mwenye siri zote za mtume, anaitwa katim sir amu samaki al-harshaf. Huyu anaitwa ni samaki asiyekuwa na magamba, mficha siri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hawa ndio wamepokea. Sasa hebu fikia namba tulivyokaa ile. Unamwona Jabir ibn Abdullah, wewe unamjua Jabir ibn Abdullah, sahabiyun jalil, shamsu min shumusi ummatina wa qamaru min aqmariha, sahibu as-sumu wal ma'al. Hudhaifa ibn al-Yaman, soma habari za Hudhaifa Sheikh, usikia habari zake. Buraida, Anas ibn Malik, Ubay ibn Ka'b. Sheikh, nikwambie nini bwana? Mwisho tunaonekana tunasoma ahli al-Badr hapa. Maana tutaanza kusema majina mpaka tutaanza kusema radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, radiyallahu. Maana tutakuwa tunasoma ahli al-Badr sasa tutosheke kwamba kisa kimepokelewa na watu wazito, watu wanaokubalika, watu wenye CV zilizotosheka, zilizoshiba, watu wenye nafasi zao bwana. Sema sio duniani, wana nafasi zao mbinguni. Huyo Ubay ibn Ka'b huyo alipoambiwa aandike Qur'ani, alimwambia mtume, wewe ndio umependekeza mimi niandike Qur'ani au vingine? Mtume akasema hapana, sio mimi. Allahu sammaka biismika ya Ubay ibn Ka'b min malakuti sab'a. Sio mimi, habari zako zimetoka mbingu ya 7. Nimeletewa habari kwamba mwambie Ubay ibn Ka'b aingie kwenye orodha ya waandishi wa Qur'ani. Sio mimi. Anasema mimi ninatajwa kwenye mbingu ya 7. Anasema naam Ubay, unatajwa. Mungu ameleta jina lako, liko mbinguni linatajwa. Huyo ndo amepokea kisa cha Isra wal Uruj, ya tura ya marhaba akhwana, akhi alhabib allabib almahbub. Kwa hiyo mabwana, mpaka hapo nafikiri mnanielewa. Nataka niwape kisa ambacho pamoja na ukubwa wake na uzito wake, lakini ndivyo kilivyo. Lakini sasa bahati mbaya, kuna mashekhe, maustadhi na makhatibu na wanazuoni yani almutashayyi'in almutatadbibin, watu wenye kujitiatia na wenyewe wamo, eti wanasema kwamba hicho kisa kwa nini kisemwe, kwa nini kirudirudiwe? Kwanza kisa chenyewe hakikutokea wakati wa mwezi wa Rajabu, kilitokea wakati wa mwezi wa Shawwal. Wengine wanasema Dhulqa'da, wengine wanasema Rabiul Awwal. Kwa nini watu wanangania katika 27 min Rajab, katika 27 tarehe 27 ya Rajabu? Mabwana, tufanye hivi, tufanye hakijatokea kwenye Rajabu. Haya, tumekubali. Tufanye hakijatokea kwenye Rajabu. Swali ni kilitokea ama hakijatokea? Kiwe kimetokea hata Januari, tufanye hiyo miezi ya Kiarabu labda na kuudhi. Tufanye imetokea April basi. Kimetokea kanuni al-awwal am kanuni thani. Ita utakavyoita jina lako wewe. Kimetokea ama kijatokea? Ndio swali liko hapo. Kimetokea. Khalas. Qudhiya al-amr. Mambo yamekwisha, kimeshatokea. Hii kusema kwamba ndani ya Rajabu haikutokea, kwa nini watu wanakusanyika, kwa nini watu wanazungumza, kwa nini watu hizo ni hasadi tu, ni wivu tu. Yaani ni wivu tu kwamba kwa nini watu wamzungumze mtume katika sifa hizo. Ni wivu tu hapo. Kwa sababu issue kwamba kisa kimetokea. Na kisa mabwana, bahati mbaya muda hicho kisa mimi nikisema nikiongee, wallahi kwanza Imamu Suyuti
Imam Suyuti amesema ruya an Anas bin Malik mutawalan wa an Anas bin Malik mukhtasaran. Kisa hichi kina mapokezi aina mbili. Kimepokelewa kwa urefu na kimepokelewa kwa ufupi. Sasa mimi nataka nipite njia kati ya ufupi na urefu, katikati yake hapo. Kwa sababu nikisema niende kwa ufupi bado kuna watu utabaki, tukienda kwa urefu watu watalala, tukisema tuseme hichi tuache hichi watu wengine wataona hawajaelewa, tukisema tunganganie, yani alimradi mtu unaweza mpaka sasa tupite tutakapopita. Kitabu kitakachosomwa baadhi ya maeneo kwa mazoea yetu tangu tukiwa wadogo kinaitwa Hashia fi qissati al-Isra wal-Uruj au al-Mi'raj. Ndio kitabu ambacho baadhi ya misikiti watasoma. Mungu awarhamu, Mungu a'azzahumullah wa sallamahumullah wa karramahumullah wa ra'ahumullah. Mungu awape nguvu, awalinde na awape heshima ambayo wanataka kuifanya kwenye kisa hichi. Kile kisa mashekhi wawili ndio wamekizungumza pale. Kuna shekhi anaitwa Al-Arif Billahi Abil Barakat Sayyid Ahmad Dardir, ndiyo amefanya sharhe. Kitabu chenyewe kile cha pembeni kile kimetungwa na Al-Hammam Barakat Al-Anam Najmuddin Al-Ghaiti rahimahumullah. Hao mashekhi wawili ndio wamekileta. Ukisikia mtu mwingine nimekisikia kisa kimeletwa kwenye katika mukhtasaran, wamekileta wale mashekhi. Wamekiongea vizuri sana baina ma nabii sallallahu alayhi wasallam fil hijr. Wamekiongea vizuri sana. Sasa mimi nikisema nipite huko pia nitakuchosheni kwa sababu kuna habari nzito na kubwa. Pamoja na kwamba zina raha yake na zina umuhimu wake. Na Imamu Ibn Kathir, Imamu Suyuti na mwanafunzi wake Sakhawi na Al-Ajhuri rawahu Tabarani, wamekizungumza uzuri sana kile kisa. Mpaka pahala wakafika wakasema wa afdalul miyah ma qad nab'a min asabi' an-nabiy al-mutba' yalihi zamzam fal-kawthar thumma an-nail thumma baqi al-anhar. Ya Allah, hicho ni kisa ambacho wamekizungumza, wakiyazungumzia yale maji ya Zamzam na maji ambayo mtume yalidondoka kwenye mikono yake na maji ya mto Nail na maji ya mengine kina mvua haya na mabwawa. Kwa nini yamezungumzwa? Habari zake unaweza kuzikuta mbele ya kisa inshallah. Ya sada Siyadatu Shuyukh, bado ninajaribu kuwapa utangulizi wa umuhimu wa kisa ambacho nataka nikizungumze kwa dakika chache mukhtasaran. Kisa kimezungumzwa na surati Al-Isra. Sura hii huffat bitasbihi wa tahmid, wa suratu nafsuha huffat bitasbihi wa tahmid wa subiqat bil ma'iyya. Sura hii ambayo inazungumzia kisa ina maajabu, imezungukwa na sura ya nyuma yake imeanza kwa tasbihi na sura ya mbele yake imeanza kwa alhamdulillah, alafu sura yenyewe imeanza kwa tasbihi na imemalizia kwa alhamdulillah. Habari nzito siri hizi Sheikh, habari nzito siri. Ata amrullah fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Huko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sura yenyewe subhanalladhi asra bi 'abdihi, aya mwisho wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Hizi ni maajabu ya sura hizi. Na sura hii ndio mtume anakabidhiwa utume rasmi na manabii wote waliotangulia. Manabii wote waliotangulia walimkabidhi mtume utume, kama vile wanaita ile makabidhiano ile kupeana, kama vile rais anatoka madarakani anaingia rais mwingine, au waziri anatoka madarakani anaingia waziri mwingine, au mkuu wa ofisi anatoka madarakani anaingia mkuu mwingine kwenye ofisi. Kwa hiyo tukio hilo lilifanyika kwenye kisa hichi katika msikiti wa Jerusalem, Baitul Maqdis. Ndio tukio manabii wote walimkabidhi utume kwamba sasa sisi tena habari zetu zimekwisha, majukumu ni yako we Muhammad. Ndio maana akawasalisha manabii wote. Pale kuwasalisha maana yake sasa yeye ndio kiongozi wa mambo yote. Ndio sura hii imetokea, na ndio sura hii ambayo utawala wa Wazayuni wa Kiisraeli unaonesha utaishia. Hii sura ina siri yake kwa sababu ina ndugu yake anaitwa surati Yusuf. Surati Yusuf ina aya 111 na hii hapa ina aya 111. Surati Yusuf ndio
bidayatu bani Israil, na Isra ni nihayatu bani Israil. Kwa hiyo hapa kuna asrari namna gani haya madola ya Kisayuni ya Kiisraeli yatakwisha kwa kusuda ndani ya sura hizi. Hii inazungumzia mwanzo, hii inazungumzia mwisho. Mtume ndio anapewa utume wa moja kwa moja, na sura imeanza kwa maia. Mungu anasema inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Aya ya mwisho kabla ya kuingia sura yenyewe. Yani nasema hivi, Mungu yuko pamoja na wenye kuamini na wacha Mungu na wale ambao wanamwabudu Mungu bila kumuona. Muhsin min al-ihsan, wal-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadha huwa al-muhsin, hadha min al-ihsan. Aya inazungumzia inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Mungu yuko pamoja na wacha Mungu na wale wenye kumwabudu wanafuata sheria zake bila kumuona, wanaamini. Sasa Mungu akiwa pamoja na hao na hivi na mtume tutakuwa naye sawa. Sasa ili a'la al-ma'iyya, yani ule umoja wa juu zaidi ambao Mungu anao kwa mtume, subhanalladhi asra bi'abdihi. Mungu akamchukua mtume peke yake kumuonyesha kwamba umoja yake na mtume ni wa juu kuliko yote. A'la alladhina taqaw wa a'la alladhina hum muhsinun. Mtume yuko zaidi ya wacha Mungu na zaidi ya watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu bila kumuona. Mtume yuko juu kabisa pale. Subhanalladhi, ukisikia neno subhana maana yake kinachofuatia ni kitu kizito. Subhanalladhi asra. Na hii wanasema subhana, hili neno ndani ya sura hii limerudiwa zaidi ya mara 9. Subhanalladhi, subhana in kuntu illa basharan rasula. Wasema wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, na zingine nyingi kabla ya 9, na hakuna sura yenye tasbihi kuliko hiyo. Nini maana yake? Ishara ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama sayunqal min alimina ila alamil arwahi wat tasbih. Tafsiri yake ni kwamba mtume anatolewa kwenye dunia hii ya sasa kupelekwa kwenye dunia ya tasbihi tu, ambayo malaika kule wamesujudu, wamerukuu, wametidali, wamefanyaje, yani ni ulimwengu wa tasbihi tu. Ndio maana yake ile tumekuja subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam. Na hii abdi hapa ilivyotajwa ina siri na yenyewe, kwa sababu Mungu akitaja abdu ndani ya Qur'ani huwa anamtaja na jina. Wadhkur abdana Ayub, wadhkur abdana Ayub. Mkumbuka kuhusu habari za mja wetu Ayub, anamtaja na jina. Akisema dhikru rahmat rabbika abdahu Zakaria, anamtaja na jina. Abdahu Zakaria, anamtaja jina moja kwa moja. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abd, anatajwa Sulaimani na anatajwa ndo abdu natajwa. Kwa hiyo abdu ndani ya Qur'ani lazima atajwe na jina lake, mara nyingi imekuja hivyo, isipokuwa jina ujue ni Muhammad. Ndio maana subhanalladhi asra bi'abdihi, hakusema asra bi'abdihi Muhammad, la. Lakini huko anasema dhurriyatan man hamal ma'nu innahu kana 'abdan shakura, hapa anatajwa Nuh moja kwa moja. Lakini mtume wasema in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'atu bisura, haitaji jina mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi, hataji jina mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu, hataji jina. Tabarakalladhi anzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira ala abdihi bighairi ismi. Lakini sehemu zote ambazo umetajwa abdi, kama sio mtume anatajwa na jina. Nini maana yake? Maana yake ala anna ar-rasulullah sallallahu alayhi wasallama innahu ajalla min ash-shamsi fi duhaha wa ajalla min an-nahari idha jallaha wa ajallu wa awdahu wa abraq min al-qamari idha talaha. Manake mtume innahu maarufu la yahitaji ila ta'rif. Mtume hahitaji kumfahamisha, ukishataja abdu moja kwa moja ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia ametakasika, ambaye Mwenyezi Mungu amempeleka mtume wake kutoka Baitul Muqaddas, maana kutoka msikiti mtukufu wa Makka
kwenda msikiti mtukufu wa Palestina, Jerusalem, Bait al-Muqaddas, Masjid al-Aqsa, msikiti ambao umebariki, pembeni yake vitu vyote vimebarikiwa. Yani mtu, majumba, miti, siyo kama kuna makaburi, chochote kilichopo pembeni ya msikiti huo kimeshabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Yani ukimwona mtu wa Palestina pale, yule amebarikiwa. Ndio maana tale mafuta ya zaituni niwaambia yanapatikana kwa wingi sana pale Palestina. Yale ni mafuta yenye baraka, kwa sababu Mungu anasema alladhi barakna haula. Mungu anasema ameyabariki. Na kingine chochote kinachokijua pale kimebarikiwa. Sikwambii ndani ya msikiti wenyewe. Yani kama nje tu pamebarikiwa, sikwambii ndani. Wewe ukisikia bala yule mtoto wa tajiri ana gari zuri, wafikiri baba yake atakuwa na gari gani? Maana kama ameweza kumnunulia mtoto wake gari zuri, kaweza kumfanyia mtoto wake mambo mazuri, yeye atakuwaje? Msikiti pembeni yake tayari vitu vimebarikiwa. Kila vile vizunguka vimebarikiwa. Wenyewe ndani yake itakuwaje? Kama vile ndio makao makuu ya baraka manake. Na hapo ndo Mtume kule mbele kule ule msikiti kuna jiwe mpaka leo lipo. Ndio lile jiwe Mtume sallallahu alaihi wasallam alilukia pale kupanda kwenda, ililetwa buraq, ile ngazi ya kupandia. Na lile jiwe inasemekana lilitaka kumfuata Mtume. Kwa hiyo likabaki kwa sababu lenyewe lihitajiki. Mpaka sasa inasemekana linaning'inia juu. Yaani halijarudi chini. Mambo makubwa haya Sheikh, unatakiwa yajue pia. Yaani lile jiwe ambalo Mtume alikuwa amesimama kama hapa, nimesimama kwenye kitu kwa nyuma huko. Kwa hiyo wakati nataka kwenda hivi na yenyewe kataka hivyo kumfuata, lakini kwa sababu alihitajiki likakwama. Sasa lilipokwama liko pale pale, jiwe hasa kubwa. Haliendi na halijashuka chini. Ni katika maajabu ambayo yapo kwenye ule msikiti wa Bait al-Muqaddas. Kule mbele kwenye lile jiwe lipo mpaka leo, na kuna juu yake pale kuna kubba adh-dhahabiyya, kuna lile lidungu lile la dhahabu lile pale chini yake, ndio kuna ile jiwe ambalo linataka liende, lakini kwa sababu halimo kwenye hesabu, halihitajiki, lakini likakwama, na lilipokwama limekwamia hapo hapo, halijafika chini na halijaendelea mbele. Hizi habari kazichungulie kwenye baadhi ya vitabu na watu waliofika na nini, watakuhadithia mambo haya mchana kweupe kabisa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake ilikuwa ni ya maajabu. Hutuba yangu ya pili sasa, hii nilikuwa najaribu kuwaonesha kwamba kisa utakianzia wapi, uende wapi, umalize wapi, na hapo bado kabisa sijasema chochote. Nilikuwa najaribu kuwaonesha tu kwamba kuna kona nyingi ya kukizungumza kisa na uzito mkubwa. Uzito mkubwa. Lazima mjipe muda wa kufuatilia kisa. Usiwe sasa mimi nakijua. Nilikisikia na mwaka jana. Si kile kisa ambacho yule mtoto sijui alitupa kwenye maji akaingia kwa mimi nakijua. Ni kile kisa ambacho sijui Mtume aliyepanda yule burako sio yuko nyumbani. Sheikh yule sio burako shoga yangu. Lile lipicha ulionalo ndani muhindi tu fulani kachola anapiga hela. Anapiga hela fresh. Hakuna cha burako pale wala hakuna chochote. Usifikiri ile picha liko nyumbani kwenu umebandika sio kwenye nini, kwenye ukuta. Zamani yalivuma sana ile mapicha kwa nabandika. Sio hiyo. Tunazungumzia mambo makubwa zaidi ya hayo. Tunamzungumzia buraqu fawqa al-farsi wa duna al-baghli. Mnyama wa kutoka peponi zaidi ya baghli, yuko chini ya baghli na zaidi ya farasi. Ni mnyama wa kinamna yake. Mnyama ambao ukiongea na kusikia na kuelewa. Ameitwa buraqu min al-barq. Ameitwa buraqu sababu neno hilo linatokana na umeme. Kwa kasi yake aliyokuwa nayo ni kasi ya siri ya kukunja ardhi. Wanasema anaweka kwa kwato zake, anaziweka mwisho wa macho yake anapoishia. Na alikuwa anatembea usiku. Na tochi la usiku kwa sisi tulishawahi kuinda, ukifanya hivi unaona paka kule macho ya paka, macho sijui ya mnyama gani, yuko kule mbele unamuona. Kwa hiyo pale sasa ndio unaweza kwa nini ilikuwa hivyo? Ni kwamba ilitumika siri ya tatwiyat al-ard. Ilitumika nguvu ama siri miongoni mwa siri za safari ya kukunja ardhi. Mabwana, nitoe mfano wa mwisho nikae kwa hotuba ya kuangaza. Sisimizi an-namla idha kanat fi al-usba' wa aradat an tamshiya min al-usbu' ila al-katfi tahtaju ila ba'd al-daqa'iq wa thaniyati wa waqtin. Sisimizi akiwa kwenye kidole hichi hapa, akhalafu anataka aje kwenye bega langu hapa, ili akate masafa yote hapa inahitaji dakika kadhaa ama sekunde kadhaa.
ama muda fulani, atatembea, atakuja mpaka atafika hapa. Mungu alitumia ilmu sio hiyo, alitumia ilmu ya kukunja ardhi. Hii ardhi huwa inakunjwa. Kwa hiyo alichokifanya ni kwamba unafanya hivi. Ukifanya hivi, yule sisimizi unakuja kumwacha hapa kwa sekunde, sio kwa ule muda tena. Ungemwacha tembee mwenyewe hapa mpaka hapa, ingechukia sekunde, dakika 4, 5, muda hasa. Lakini ukitumia mbinu ya kukunja, maana yake unamfikisha kwa haraka kwa sekunde chache. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitoka Maka mjini mpaka Yerusalemu, na kutoka Yerusalemu Baitul Muqaddas mpaka mbingu ya 7 na katika Sidratul Muntaha, akhalafu akarudi akakuta kitanda chake bado cha moto. Yani kama uliamka umekwenda msalani, unarudi unakuta shuka bado lina moto moto na fukuto. Ni muda mchache na mfupi kuliko maelezo. Ndiyo hiyo mbinu chap chap. Yani ukifanya hivi chapu umemleta hapa, chapu kikunjua umerudisha pale. Lakini hapa unaweza kama umefanya mambo na akarudi pale akakuta mambo bado yako vizuri. Ndiyo kasi iliyotumika kwa mfano wa kawaida, unaweza kuelewa. Na safari hii imefanyika zaidi ya mara moja. Mtume aliifanya na kiti cha Bilqis kukitoa Yemen kukipeleka Yerusalemu. Hapo hapo Yerusalemu tena ilitumika mbinu hiyo ya kama kufumba na kufumbua, ya kukunja ardhi. Ya jamaa, أرجو إليكم بعد الفاصل لا تكن بعيد. يقول تبارك اسمه المجيد: رب الأرض والسماء وما منا إلا له مقام معلوم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، استغفر ربكم واتوب إليه، واعلم أن التائب من ذنبي كمن لا ذنب له، توب إلى الله. علينا من أهل السنة والصلاة والسلام على من أرسل إكمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة من ثم. أما بعد. واشمعوا مني، akili yangu inaniambia nisiendelee na kisa, kwanza nimalizie baadhi ya dokozi dondoo. Hichi kisa wote tumesomeshwa madarasa, wote tunawaona wasomi. Tumefundishwa kwamba Qur'ani hii imeshuka Maka na imeshuka Madina. Hili halina wasiwasi, kila mtu anajua, amefundishwa hivyo. Na pale juu ya msahafu kabisa imeandikwa Makia Madania. Ukimuuliza mtu swali lake amelijibu kabisa hapa na anapata max. Lakini ndani ya hii Qur'ani kuna aya zingine hazijashuka Maka wala hazijashuka Madina. Na haswa aya 2. Kuna aya imeshuka Palestina. Palestina sio Maka wala sio Madina. Was'al man arsalna min qablika min rusulna aj'alna min duni arrahmani aliha yu'badun. Hii aya mabwana, hii min surat Zukhruf, haijashuka Maka wala haijashuka Madina. Imeshuka ndani ya msikiti wa Al-Aqsa. Msikiti wa Al-Aqsa ndio imeshuka aya hii. Ukija ukiulizwa Sheikh jibu umepata. Was'al man arsalna min qablika min rusulna aj'alna min duni arrahmani alihatan yu'badun. Aya hii. Lakini kuna aya pia imeshuka mbinguni, haijashuka hapa duniani, ipo ndani ya Qur'ani. Surati Safat, surati Sad, surati Safat. Mungu anasema wama minna illa lahu maqamu ma'lum. Aya hii imeshuka mbingu ya huko mbali, baada ya mbingu ya 7 kwenye Sidratul Muntaha, huko mbali kabisa, hata kwenye mbingu ya 7 imepitwa, juu yake kabisa huko ndio imeshuka aya hii wama minna illa lahu maqamu ma'lum. Haya, hizi ni aya lazima uzijue, hazijashuka Maka wala hazijashuka Madina. Na hii aya niliyosoma mwanzoni inaitwa ayatul qudusiyya. Wewe ukiulizwa ayatul qudusiyya ndio hiyo, wasal man arsal min qablika man arsal min rusul min qablik. Hiyo ni ayatul qudusiyya. Na ayatul malakutiyya ambayo wama minna illa lahu maqamu ma'lum. Hivi ni vitu ambavyo unavipata kwenye kisa cha Isra wal Mi'raj. Waheshimiwa waumini, kwa sababu ya unyeti na muda umekwisha, kama mtakuwa mmenielewa, nimejaribu kuandaa kwamba tuna kisa kizito, hadithatul bashariyya min ladun Adam, at-tarikhiyya khariqatul aada min ladun Adam ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Hichi kisa sio cha Kiislamu tu, hichi kisa kimevunja rekodi za dunia.
Bahati mbaya sisi tumekifanya kama tarikhun yutla wa qissatun tutla. Tumefanya ni kisa, ukishasoma ukimaliza kaenda karudi akawakuta akafanyaje, umemaliza intaha al-amr, mambo yamekwisha. Jamani, kisa hichi ni ulumun akhlaqan yaqinan wa imanan. Kisa hichi ukikisikiliza kinaongeza imani, kinakupa mwelekeo wa imani yako, yaqini yako, kinakufundisha tabia za maisha yako. Kuna tabia nyingi Mtume amejifunza na ameziona kwenye kisa hichi, lakini kuna elimu za kutafiti. Kuna elimu humo, kuna mambo ya operation yalifanyika. Sisi Waislamu kuwa nyuma mpaka leo kwenye mambo ya operation ni uzembe na ujinga wa kujitakia. Mtume miaka 1445 iliyopita anafanyiwa operation. Kwenye kisa hichi inaonekana Mtume anafanyiwa operation. Sasa hivi inaonekana mtu akifanywa operation ya moyo, akifanywa operation sijui ya figo, akifanywa operation sijui ya tezi dume, watu wanaandika kwamba bana Muhimbili yafanyia ya wachanisha watoto mapacha walioungana. Muhimbili yafanya operation sijui ya moyo, umemsomesha moyo dakika 5 na kumrudishia mtu. Mambo yanaonekana makubwa, na ni kweli makubwa, na ni haki yao yaonyesha makubwa. Sisi kazi yetu ni kusema kwamba Mtume alifanyiwa. Hayo si hapo kwenye Qur'ani, hayo si aya imesema. Mabwana, hatufanyi tafiti. Kisa kinatuonyesha tufanye utafiti. Watu wawekeze, watumie muda wao, akili zisumbuliwe, wafanye mambo kwa jicho la ziada kuliko ile mawaidha. Lakini sisi tumebakia kisa kimesomwa basi kimeisha. Kisa kinatuambia kuna operation. Kisa kinatuambia safari inaweza ikafanyika, safari ndefu kwa muda mfupi, lakini sisi bado tuna shida. Bado tuna tabu ya ajabu. Wakigundua watu wengine tunasema wamegundua kwenye Qur'an. Kama Qur'ani ndiyo kweli, mbona nyie mgundui? Inaonekana kuna pahala panavuja. Kuna pahala panavuja. Lazima kisa tukizingatie ni ulumun yaqinan imanan wa akhlaqan. Kuna imani ndani ya kisa, kuna yaqini, kuna elimu za kisayansi ndani ya kisa, na kuna tabia za kuishi kwenye jamii. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anatembea kwenye kisa kile chini, bado anasafirishwa, alifika sehemu akamkuta mtu ana tumbo kubwa kama mlima. Mtume akashangaa, hata kama wewe mtu ana tumbo kubwa kama, sio kama mlima, tufanye tu ana tumbo kubwa paka hapo kwenye TV, kwenye kamera hiyo hapo. Hii si jambo la ajabu Sheikh. Kitambi tu ukiona kimeshikiwa mkanda unabaki unakishungulia, unakishangaa. Kitambi kimeshikwa na mkanda. Tumbo lifike hapo si jambo. Mtume akata tumbo kubwa, mfano, yani ni kubwa, ametolea mfano kama mlima kwa mfano. Ambayo inawezekana lilikuwa kubwa, kwa lugha fupi lilikuwa kubwa. Mtume akashangaa, sio kawaida hata watu wakiwa na vitambi na matumbo makubwa, na sivyo hivi. Akauliza, ndugu yangu Jibril, ma hadha? Hii nini? Inamaanisha nini hii habari? Akamwambia, ndugu yangu Muhammad, hadha rajulu ama mra'u min ummati. Huyu ni mfano wa mtu katika umma wako ndugu yangu Muhammad. Huyu mtu akilu riba. Huyu ni mtu atakayekuwa na kula riba. Miaka 1445 inazungumzwa riba ni mbaya. Sasa naurudisha swali kwa sasa hivi. Tabia hii ya riba ambayo Mtume aliona na matatizo yake na madhara yake, si ndio inayotusumbua katika jamii zetu hapa? Juzi mimi kaja mtu mmoja kama wiki mbili zimepita hivi, ananiambia, bwana mimi shekhe natafuta naenda kwa mtu. Yaani anaenda kabisa kwenda kuchukua fedha kama milioni 1 hivi. Lakini ile milioni 1 anapoenda, yule jamaa akamwambia, mimi nakuja kukuwekea pikipiki, ndio iwe kama ile wanaita nini, siponi sio wanaita, au rehani. Akamwambia yule jamaa wa riba kwamba, bwana sawa utaleta pikipiki, lakini mimi nikupa milioni yangu, ndani ya mwezi mmoja utanirudishia milioni 2. Yaani milioni 1 itazaa milioni nyingine ndani ya mwezi mmoja. Na ikiwa umeshindwa, ima usichukue ama mimi nitachukua hiyo pikipiki yako unayozungumza, mpya kabisa, nzuri kabisa, ya milioni 2.5. Sasa yule bwana akawa anafikiria, kwa sababu kwa mwezi mmoja mimi itakuwa ngumu kupata milioni nyingine. Kwa hiyo milioni itakuwa ngumu sana, kwa sababu na mambo watoto wanasoma na maisha na nini na mimi sasa hivi sina shughuli yote. Akaambia, ndio hivyo. Sasa kwa nini usinifanyie hata miezi 3 basi? Akaambia, hapana, ni mwezi mmoja. Kwa hiyo bwana akawa mimi ananipigia simu na ananiambia, sasa ndo naenda kwa yule bwana. Basi sisemi tena baada ya hapo ni tuliongea kitu gani. Lakini hiyo ndiyo hali ya maisha ya sasa. Watu wote humu ndani wana mikopo, sijui inaitwa kausha damu, ina riba ndani yake.
mpaka kwenye haya mavinini mnaita mavikoba na haya vikundi kuna riba ndani yake. Sijui ukitaka kufanya kazi gani kuna riba ndani yake. Kila jambo unataka kulifanya kuna riba, na serikali inapigia debe, mitandao ya simu inapigia debe, redio zinapigia debe, matelevizioni inapigia debe. Yaani riba imekuwa halali katika mtindo fulani wa maisha. Na imeaminishwa kwamba mtu hawezi akafanikiwa, akatoboa kwenye maisha, akajenga, akamiliki gari, akawa na shamba kubwa, watoto wakasoma bila kujiingiza kwenye uchumi wa riba. Imeaminishwa hivyo. Na imeshikwa na wanakwambia na uchumi umeshikwa na watu wa namna hiyo. Kwenye dunia yao ndio kwa hivyo na nini? Lakini hili Mtume ameliona kwenye safari hii kwamba ni tabia mbaya. Jamani, riba sio unampa Mungu, wala sio Mungu kama anachukua. Riba ni maisha ya wewe na rafiki yako, wewe na jamaa yako, wewe na binadamu mwenzio. Na wakati mtu anakupa hela anakuwa na shida. Sisi Uislamu unatuambia mtu akiwa na shida ukimkopesha unapata malipo zaidi ya kumpa sadaka. Tumeacha tabia ya thawabu, ya kufikiria akhera, tunawazia dunia tu. Yaani mtu yuko tayari kufanya jambo lolote. Riba yuko tayari, kuiba yuko tayari, kufanya ufisadi kwenye maofisi ya serikali yuko tayari. Mtu kimwamini kwenye biashara na kudhulumu, mtu kimshirikisha kwenye jambo gani anakudhulumu. Mtu umefikia hatua mpaka akiambiwa bana utatajirika ukimuua mama yako, anamuua kweli. Utatajirika si ukimuua mlemavu, anamuua kweli. Utatajirika si ukimuua albino, yani mnadi tu hela basi. Mtume ameyaona haya mambo kwenye kisa cha Isra wal Uruj, na akaona baadhi ya ishara ya adhabu zao. Kwa hivyo basi wiki ijayo Mungu akijalia tutapita na kisa na baadhi ya mafundisho, ili kila mtu akiondoka aone kisa kimemfaa au tusikisome ni porojo. Manake kisa hichi watu wanakichukulia ni porojo, na watu wanasema ni bid'a, watu wanasema kisifanyike. Sasa haya mafundisho yaliyomo ndani ya kisa yana ubaya gani watu wakiambiwa wamekusanyika kama hivi? Au wakaitwa msikitini, au wakaitwa kwenye kongamano, hata iwe mwezi wa Rajabu, iwe mwezi wa Shaaban, iwe mwezi wa Shawwal, iwe Januari, iwe Februari, iwe Marchi, iwe April, August, iwe vyovyote takavyokuwa. Nina ubaya gani? Kisa hichi mabwana, mimi ninavyokielewa, yaumun min ayyamillah. Hii tukio ni siku nzito katika historia ya dunia, miongoni mwa siku nzito za kimungu. Mungu aliamua kutoa siku moja ya kufanya chikisa, iwe ni sehemu inayokava kila eneo. Wasomi wapate, watu wa imani waongezewe imani, watu wa yakini waamini moto upo, watu wa tabia wabadilike. Kwa lugha fupi, kisa ni mtambo wa kurekebisha tabia. Usikum bi salati ala sahibi taji wal mi'raj. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين واختم لنا بالخير أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا والأمهاتنا والأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.